Tumeshazoea kukunja ramani, kukunja makaratasi, kukunja nguo, lakini kukunja simu, hii ni teknolojia mpya bana. Simu siku hizi zinatoka zile simu za kukunja. Sasa hii teknolojia ya foldable phone, yani simu za kukunja, inaweza ikawa ni dereva wako wa kila siku kama utaamua kumtumia vizuri. So leo guys, nimekuletea best foldable smartphones kwa mwaka huu 2025. Nataka nikuweke uwanja ni simu gani bora zaidi ambazo ni hizo simu za kukunja, ni namna gani ambayo unaweza ukazitumia. Namba moja imeshikwa na Samsung Z Fold 6. Bana, hizi simu zimeonekana kuwa ni nzuri sana, ni slim, lakini pia vile vile zina betri kubwa, na kitu cha msingi zaidi ambacho zimeipa rate kubwa sana hizi Samsung Z Fold 6 na Z Flip 6 ni AI multitasking, yani AI inafanya kazi kwa uwanja mkubwa sana kwenye hizi simu. Lakini simu ya pili ni Pixel Fold 2. Pixel Fold 2 bana, imeonekana kuwa na kioo kizuri sana, lakini pia ina best Android experience, yani experience yake Android iko vizuri sana, that's why ikashika namba 2 kwenye simu za kujikunja. Simu ya tatu ambayo imeonekana kuwa ni bora zaidi kwa mwaka 2025 ni OnePlus Fold 2. Bana, hii ni probably kwamba inaweza ikatoka kwa sababu Januari mwaka huu ilitangazwa kwamba itatoka muda wowote katika mwaka huu 2025. Na specifications zilizowekwa pale ikaonekana itakuwa ni moja ya simu nyepesi sana. Hii pia vile vile very slight, na kamera yake imeonekana itakuwa ni nzuri sana. Hii simu bado haijatoka, lakini tayari imewekwa kwenye list kutokana na specifications ambazo zimewekwa. So guys, kwa siku yoyote ile tu expect kitu kizuri sana kutokea kwenye OnePlus kwenye simu ya kukunja. Nadhani hii itakuwa ni simu ya kwanza kabisa kwa kampuni ya OnePlus ambayo ni kampuni ya Mchina kutoa simu za kujikunja. After all guys, nimekutajia hizo best 3 smartphones ambazo ni za kukunja kwa mwaka huu 2025. Nataka nikusanue ni namna gani ambayo inaweza ikakusaidia, yani umuhimu wa hizo simu kulinganisha na simu zingine ambazo sio za kukunja. Kitu cha kwanza ni multitasking, yani unaweza ukatumia applications 2 mpaka 3 kwa wakati mmoja bila hata kuwa na shida yoyote. Kitu cha pili ambacho kitakuofa ni bigger screen, yani hizi simu za kukunja bwana zinakuwa na vioo vikubwa kwa sababu inakuwa ni nyembamba, lakini ukishakunjua inakuwa na kioo kikubwa. So nadhani is better kuibeba kuliko hata kubeba tablet. Kitu cha tatu bwana, zinakupa compactable size, yani kinakupa size ndogo sana. Simu za kukunja hizi zinakuwa na size ndogo, kwa hiyo unaweza ukakashika hata mkononi kakajiziba kabisa, ukakaweka hisi kabisa, tofauti na ukibeba simu zingine. Lakini pia vile vile hizi ni best kwenye kusoma pia, lakini kwenye hata kuangalia video, zinaonesha video nzuri zenye quality ya kioo kizuri sana. Kama unaangalia videos utaangalia kwa muonekano mzuri zaidi ya ukiwa unaangalia kwenye simu zingine. Sasa mzawa, swali ni je, utakubali kukunja? Yani utakubali kurudisha simu yako ambayo ni ya kawaida na kuchukua simu ambayo ni ya kukunja kwa sababu ya hizi sababu ambazo nimezitaja? Mimi bana niko tayari kutrade iPhone 16 Pro Max yangu niende nikachukue Samsung Z Fold 6. Wewe je, utaweza kufanya kama mimi au michezo? Thank you and ciao.